kuna mtu kasimama, lakini hukumu ya Mungu iko usoni kwako. Kwa lile unalolitenda, yeye yuko tayari kukutoa, lakini kuna maombi yanayokufanya wewe uendelee mbele. Jambo la pili au mbili, kwa nini tunaomba kuleta uponyaji na wokovu? Yakobo 5:16. Tunapoombea tunaleta uponyaji. Kwenye hiyo tatu kuna A, B, C, D. Tuko B, kuleta uponyaji na wokovu. Yakobo 5:16. Twende kwa haraka. Ungameni dhambi zenu. Nini kwa nini? Na nisoma vizuri hapa. Na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Namba B hiyo, kwa umuhimu wa maombezi ni kuleta uponyaji na wokovu juu ya watu. Bila maombi watu hawaokoki, na bila maombezi watu hawawezi wakapokea uponyaji. Biblia inasema ombeaneni ninyi kwa ninyi mpate kuponywa. Maombi ya mwenye haki yafaa sana. Nilihubiri juzi juu ya habari ya haki, kwamba baraka huwakalia watu wenye haki. Watu wanatafuta baraka kwa njia ya mafuta, kwa njia ya mkate, kwa njia ya biskuti. Wanaweka vichwa vyao kwa manabii. Unapoteza muda na unaliwa. Mimi nina siku inaanza kwenda sasa ya 100. Sijawahi kuomba 1000 ya mtu. Sijawahi omba 1000 ya mtu. Sijawahi fundisha fundisho mje na hela. Sijawahi andaa maandiko yanayoniambia leta hela tuombe hata siku moja. Tunamaliza 100. Semeni amina. Jamani, semeni amina. Ile roho ya maagano, wakati nafundisha lile somo la maagano, ungelikutana na nabii, mngelitoa hela. Mngetoa hela. Lile somo kuvunja maagano, baina ya maagano, tunamwona rais wa nchi anampa fedha, si alikuwa ni nani yule? Akampa fedha nyingi, akampe sijui mfalme gani, ili wavunje agano. Hapa ndipo manabii wengi wanaingilia hapo, lete fedha tuvunje maagano, lete fedha. Lakini mimi nakupeleka kwenye kweli. Tunayo damu ya Yesu Kristo ambayo ni damu ya agano jipya inayovunja maagano yote bila sadaka. Jamani, sawa sawa? Amen. Bila sadaka. Sasa swali, wewe unayefundisha siku 100 uko hapa, wewe unakula nini? Au kazi zako zinaendaje? Manabii wanaingilia hapo. Jamani, sawa sawa? Halafu anausahau ule mstari uliosema nimewapa bure na jitoeni. Huwa uzungumziwi. Wewe kaona mtu anazungumzia mstari nimewapa bure na jitoeni bure. Huu umehifadhiwa. Haleluya. Kwa hiyo wakati tunajifunza kwenye lile somo la agano, hapo ndipo kama kungelikuwa kuna timwili. Maana maagano tuliyoweka kutoka huko, tulitoa maagano ya fedha au damu, thamani ya damu za watu na wanyama wakubwa. Leo navunjaje kwa maneno? Nikikwambia lete ng'ombe, kwa nini usilete ng'ombe tuvunje ile agano? Na mhifadhi mtu mmoja tumeongelea mchana wa leo, amenipa somo Mungu alivyomtetea kwenye maagano. Mungu bado anatenda kazi kwenye lile somo. Tulikuwa ofisini leo. Roho ya maagano inahitaji damu ya Yesu peke yake. Haihitaji pesa ya mtu, haihitaji laki ya mtu, haihitaji milioni ya mtu, haihitaji ng'ombe ya mtu. Peke yake ile agano uliloweka na miungu wale wengine, peke yake damu ya Yesu ndiyo inaweza ikavunja agano peke yake. Hata ungeleta milioni 100 hazina mamlaka ya kuvunja lile agano. Kwa tunawaleta watu kwenye ile kweli. Kwa hiyo haki huwakalia, yani baraka huwakalia watu wenye haki. Hapa tunasema maombi ya wenye haki
Isaya 61, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenitia mafuta kuwafungulia waliofungwa, amenitia mafuta kuwatangazia watu mwaka uliokubalika. Bila maombi hawa watu kila mwaka kwao utakuwa haukubaliki. Ujaye kuona watu wa namna hiyo? Yeye kila mwaka kwake haukubaliki. Malalamiko tu. Mwaka huu kwangu, malalamiko tu. Mwaka huu kwangu, hauwahi. Kuna kanisa au hapo pamekosa maombi ili watu wapewe mwaka uliokubalika. Jamani, semeni amina. Amen. Umuhimu wa maombi si kuvunja ngome za adui, kuvunja ngome za adui. Efeso 6:18-20. Nguvu za maombi, nguvu kuvunja ngome za adui. Paulo alikuwa anaomba waumini wamwombee kwa ajili ya huduma yake. Hebu soma Efeso 6:18-20, nasema nini? Kwa sala zote na maombi, kwa sala zote na maombi, mkisali kila wakati katika roho, mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo, mkikesha kwa jambo hilo, na kudumu katika kuwaombea watakatifu, pia na kwa ajili yangu mimi, pia na kwa ajili yangu mimi, nipewe usemi kwa kufumbua, ili nipewe namna ya kuzungumza kinywa changu, ili nihubiri kwa ujasiri ili siri ya Injili. 20, ambayo kwa ajili yake mimi ni mjumbe katika minyororo, hata nipata ujasiri katika huyo kunena jinsi nipasavyo kunena. Kufanya hayo aliyaomba maombi. Anasema tudumu katika maombi, kuwaombea waumini, kuwaombea watakatifu. Lakini sio tudumu katika kuwaombea watakatifu, lakini pia niombeeni na mimi. Ninaposimama kuzungumzia neno hili, nilizungumzie kwa ujasiri, lakini nizungumze na ile siri ya Injili. Ninapokuwa ninazungumza maneno yale, nisibahatishe, niongee kwa kuongozwa. Kwa hiyo anaomba kanisa liweze kuomba kwa ajili yake na pia kwa ajili ya kanisa. Maombezi, tuwaombee waumini kwa sala hizi kila wakati. Semeni amina. Waumini msipoombewa hamwezi kuwa na hali inayoiona. Kuna mambo mengine yanapita kweli, unaona yameyayuka bila kujua yameyayuka vipi. Kuna watu wanalia. Kuna ajali nyingine unaweza kukuta umeokolewa mpaka unajiuliza nimetokaje kwenye ajali. Kuna watu wanaomba. Kuna mikakati mingine inaweza kuwa inaendeshwa mibaya juu yako, unaona inakuwa soft, uwezo ukajua imeokolewa vipi. Paulo mtume analikabidhi kanisa liendelee kuwaombea waumini, lakini sio kuwaombea waumini. Anasema niombeeni na mimi, ili kile nilichopewa na Mwenyezi Mungu kifike kwa watu kama kilivyopangiliwa, ili nipewe usemi. Waumini mnatakiwa kumwombea mchungaji. Sema amina. Leo mama mchungaji sauti yake haitoki hata kidogo tangu jana. Hata kwenye ibada jana, yaani hata kutangaza hawezi. Tuko kwenye maombi ya siku 100. Jamani amina. Amen. Hata yani haitoki kabisa. Kabisa, yani hakuna hata chembe ya sauti. Sema amina. Afadhali yeye anawahubiri katikati watu wengi kidogo. Hata kwenye maombi ya katikati bora anapanga. Na pia anakuwa hayuko safari kadhaa. Nimekuwa nikimtuma za kifamilia, anambia yeye nenda. Hata juzi ya kwanza akamwambia nenda. Mimi niache nikae hapa, maana msingi wa maombi yetu unaanzia huko.